Bwana ana jambo lake na watu wake hapa. Bwana ana jambo lake leo. Mbingu ina habari njema kwa mtu hapa leo. Mbingu inazo habari njema kwa mtu hapa leo. Bwana ana jambo lake na anayesikiliza, anayeangalia video hii na atakayeiona baada ya leo. Bwana ana jambo na wewe, kila unayesikia. Jambo lenyewe ndio hili, lisikilize. Ufunuo sura 21 mstari wa 5 inasema, na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi. Nikisema alafu utarudia, sawa? Nasoma alafu utanifuatisha. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya mambo yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli. Narudia tena alafu na utanifuata. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi anasema, tazama, nayafanya mambo yote kuwa mapya. Ananiambia niandike ya kwamba mambo hayo ni amini na kweli. Bwana amenituma. Mimi huwa na rekodi, yani mimi ni mshabiki wa mahubiri yangu, sio yangu. Bwana nisamehe. Narudia, ifute hiyo kwenye ansadi ya mbinguni. Mimi ni mshabiki namba 1 wa jumbe zote ambazo Baba umenituma kuzihubiri. Amen. Naisema mimi mwenyewe. Yaani katika maisha yangu na kuishi kwangu sijawahi kuzoea madhabahu. Namba 1. Jumbe zote ambazo Bwana amenipa kuzisema, jumbe zote ambazo Bwana amenipa kuzisikia nikazielewa zikaingia moyoni, zimekuwa ni taa na mwanga wa maisha yangu. Yaani nikitaka kujua Bwana anataka kufanya nini, anataka nifanye nini, nielekee uelekeo upi, narudi kusikiliza alichoniambia jana, narudi kusoma kilichoandikwa miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Yaani jumbe zote ambazo Bwana anahubiri juu ya maisha yako ni mambo yajayo, anasema na wewe, anakuandaa kwa habari ya mambo yaliyoko mbele yako. Ukipoteza jumbe ambazo Bwana ameshasema na wewe huko nyuma, ndio maana unahangaika. Likitokea jambo mbele yako unahangaika, nifanye nini, niende wapi, unahangaika. Lakini ungekuwa makini kumsikiliza Bwana, usingepata shida. Narudi kwenye ujumbe. Anasema maneno haya ni amini na kweli. Andika. Ufunuo ngapi? Mstari wa ngapi? Anasema, tazama, yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi. Tunamjua ni nani? Unamjua? Unamjua yeye aketie kwenye kiti cha enzi? Hajasema yeye aketie ikulu. Hajasema yeye aketie kwenye kiti cha uongozi ofisini kwako. Hajasema yeye aliyeketi kwenye kiti cha ukuu wa wilaya yako.
anasema yeye aketie kwenye kiti cha enzi. Unamjua? Unamjua nani aliyeketi kwenye kiti cha enzi? Sema kwa sauti kama unamjua. Kuna jamaa mmoja alimjua, akamjua tena, mpaka akatunga wimbo akasema, ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa. Ni nani? Wengine wanamjua, wanawajua walioshona nguo. Wengine wanavaa nguo kwa majina, anavaa nguo kwa majina ambayo sitaki kuyataja kwenye madhabahu ya Bwana nisije nikayapa promo. Mnayajua. Anasema nataka nguo ya fulani yenye lebo iliyodesainiwa na fulani. Yeye aketie kwenye kiti cha enzi anasema. Kwanza namshukuru Mungu sana kuyawakilisha maneno yake mbele zako na kwenye madhabahu yake. Amen. Anasema tazama, usifumbe macho. Anasema tazama. Hayatatokea ukiwa umefumba macho, yatatokea ukiwa umetazama. Hayatatokea ukiwa umefunika macho. Anasema tazama, kwa sababu kufunika kwako macho au kufumbua macho hakutambadilisha yeye kwa lolote. Bahari ya Shamu ilifunguka mbele ya wana wa Israeli wakitazama. Yeye aketie kwenye kiti cha enzi anasema tazama. Uangalie nini? Anasema anakwenda kuyafanya mambo yote kuwa mapya. Sema tena amen. Sema tena amen. Wenye jambo lao waseme amen. Ambao nimetumwa kwao, ambao neno hili limekuja kwao, waseme amen. Waseme tena amen ya nguvu. Lilikuja kwao na walio wake wamelipokea. Haleluya. Bwana anakwenda kufanya jambo jipya kwako. Amenituma nikwambie anakwenda kufanya jambo jipya kwako. Anasema nikwambie anakwenda kufanya jambo jipya kwako. Sio kwamba tayari kama alivyosema kwenye Zaburi kwamba anaandaa meza mbele yako machoni pa watesi wako. Sema tena amen. Wenye jambo lao waseme amen. Bwana anakwenda kufanya jambo jipya kwako. Hajasema jambo moja, anasema yote. Anakwenda kufanya yote kuwa mapya. Makofi tena kwa Bwana Yesu. Haya ni majira mapya. Sio tu atayafanya majira kuwa mapya, mambo yote, majira yakiwemo kuwa mapya. Na hii ndiyo ishara. Hii ndiyo ishara. Mambo mapya yanapoanza. Alipoanza agenda yake kubwa duniani ya uumbaji, alianza na neno. Yohana anasema hapo mwanzo kulikuwa na nini? Na neno. Kwa hiyo dalili ya kwamba Bwana anaanza kufanya jambo jipya kwako. Anasema hivi, tega masikio usikie neno. Anaanza na neno. Jambo, mti mpya ukachipuka duniani.
mahali ambapo hakukuwa na mmea. Samaki wakazaliwa duniani mahali ambapo hakukuwa na samaki. Bahari ikatokea duniani mahali ambapo hakukuwa na bahari. Kilichotangulia ni neno. Anapolituma neno, sio muujiza. Anataka uelewe hapo. Mwingine yuko pale anataka aone fedha zimeanza kuingia, ndipo anaanza kusema, wapendwa, Bwana anafanya jambo jipya. Hapana. Kabla ya fedha kuingia, Bwana anataka uliamini neno lake, ulisikie neno lake, uliamini na kulipokea kwamba Bwana anafanya jambo jipya. Haleluya! Bwana atusaidie kuelewa neno lake. Kabla Bwana hajaanza kufanya jambo jipya na Ibrahim, Bwana alikuwa na jambo lake na Ibrahim akiwa Uru wa Kaldayo, wakati anaitwa Abraham, sio Ibrahim. Bwana akamuita Ibrahim, akamwambia, toka katika nchi yako uende mpaka katika nchi nitakayo kuonyesha, kuambia, kuongoza. Akasema mambo mengi, nitakufanya kuwa baba wa mataifa. Jambo jipya la ubaba, kufanyika kuwa baraka, kuzaliwa kwa Ibrahim lilianza na Ibrahim kuisikia sauti ya Bwana na kuitii. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, nafanya, sio nitafanya. Yaani hata sasa ninapoyazungumza maneno haya, kuna mtu yuko hapa ambaye Baba amenituma nije nimwambie na maneno haya. Naamini na mimi ni mtu huyo. Baba ananiambia pia kwamba liko jambo ambalo Bwana analifanya hata sasa. Amini neno hili. Bwana hakunituma kuja kusema uongo. Amesema andika maneno haya ni ya kweli. Andika hii tarehe 18 mwezi wa kwanza 2026. Anasema hata sasa anafanya jambo jipya kwa ajili yako. Akamwambia Ibrahim, Ibrahim akasikia, Ibrahim akatii. Bwana anataka usikie, Bwana anataka utii. Bwana alipoanza kufanya jambo jipya kwa Ibrahim, akamwita, 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 akamwita. Bwana anapokuita tayari anakuwa ameshafanya, ameshakamilisha jambo jipya kwa habari ya maisha yako. Sema tena amen. Haya maandiko nimesoma, alikuwa akimwambia Yohana zaidi ya miaka 2000 iliyopita Biblia ndiyo imeandikwa. Lakini Bwana alimwambia Yohana kabla Biblia haijaandikwa. Kwa kama Biblia imeandikwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita, na Bwana alimwambia Yohana kabla ya miaka 2000 iliyopita kwamba nafanya. Ina maana Bwana tayari alishaanza kufanya kabla baba wa babu wa babu wa babu yako wa babu yake babu yako hajazaliwa. Ina maana kama that far, yani nyuma kiasi hicho alishaanza kufanya, ina maana liko tayari, limeiva, liko mezani. Hawezi kusema naandaa meza tangu kitabu cha Zaburi alafu mpaka leo tunamwambia, tunaendelea kumwamini kwamba anaandaa meza. Tangu wakati wa Zaburi ya 23 anasema naandaa meza. Hatuwezi tena yani sisi tumezaliwa kwenye meza zilizoandaliwa. Makofi kwa Bwana Yesu. Yani tumezaliwa katika nyakati ambazo nyakati za nawa, pakua, kula.
Nani ameelewa? Inua mkono wake juu mara moja, nikimbie na muda. Kama alisema naandaa, ina maana tumezaliwa katika nyakati ambazo meza iko tayari. The table is ready waiting for you. Bwana tusaidie. Mambo mapya yalizaliwaje kwa Paulo? Alikuwa anaitwa Sauli. Sauli alikuwa mtesi wa kanisa. Sauli alichukua waraka kutoka kwa kuhani mkuu aende akakamate wanafunzi na mitume wa Yesu Kristo, awatese na kuwafunga gerezani. Akiwa anaenda kwenye mji wa Dameski, maandiko yanasema akiwa njiani akakutana na nuru ikamwangazia. Yesu anaitwa nuru, sio tu ya ulimwengu, nuru mbinguni, duniani na hata kuzimu. Haleluya! Asante shemasi wa mhubiri. Haleluya! Nikiwa hapa ni shemasi wangu, nikishuka hapa ni mke wangu. Sawa sawa, iko sawa. Bwana asifiwe. Imo ndani na haleluya. Yesu anaitwa nuru. Ina maana Paulo alikutana na nuru mwenyewe. Nuru akamtokea Paulo. Kuanzia siku ile jambo jipya likazaliwa katika maisha ya Paulo. Akawa tena sio Sauli, akawa tena ni nani? Paulo. Alikutana na Yesu. Zakayo. Paulo alikutana na Yesu kama nuru. Ndio maana hata kwenye injili yake akasema, Bwana aliniita toka tumboni mwa mama yangu niwe nuru ya mataifa. Kwa sababu Bwana Yesu alijifunua kama nuru, na aliachilia nuru kubwa sana kwa Paulo, akaandika vitabu alivyoandika. Mpaka leo bado tunatembea katika hiyo nuru, hatujaimaliza. Bwana alianzishaje maisha mapya au mwanzo mpya kwa Zakayo, toza ushuru? Zakayo alitaka kumwona Yesu, alikuwa ni mfupi, akapanda juu ya mti. Yesu akapita akamwambia, Zakayo, nitakula nyumbani mwako. Yesu alipoingia ndani ya nyumba ya Zakayo, Zakayo akamwambia Yesu maneno haya, akasema, ikiwa kuna mtu nimemdhulumu nitamrudishia mara 2. Yesu akasemaje? Leo, sema leo, wokovu umeingia nyumbani mhumu. Yesu ndiye wokovu. Aliposema wokovu umeingia, leo hii ndio tunaelewa vizuri. Anaitwa Savior, Redeemer. Yule dada akaimba akasema, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify. Yani Mwokozi wangu yu hai. Aliposema wokovu umeingia nyumbani humu, alimaanisha Mwokozi ameingia nyumbani humu. Kwa hiyo Zakayo alipokutana na Mwokozi akapata wokovu, maisha yake yakabadilika. Jambo jipya likazaliwa katika maisha yake. Sema tena amen. Pesa alikuwa nazo. Wako watu wa Mungu wapendwa watakatifu waliookoka, wanamsihi Bwana, naomba ufanye jambo jipya. Nakwambia hivi, nimejaribu kusoma maandiko, nimejaribu kusearch kwa kutumia search engine kwenye Biblia. Yaani nimejaribu kusearch kwa kutumia Google.
Nimetumia chat GPT kusearch. Vijana watanielewa, generation alpha, Gen Z wataelewa. Nimesearch, nimeiambia AI iniambie, je, upya kwenye maandiko ulinenwa kupitia fedha? Nikaiuliza AI inisaidie kusearch Google na search engine ziniambie kwamba, je, pesa zilileta jambo jipya katika maisha ya mwanadamu mbele za macho ya Mungu? Sikupata andiko. Nilipo search kwamba neno upya kwenye maandiko, likani AI chat GPT nyingine zinaitwaje wasomi? Copilot nyingine inaitwaje sijui. Yaani hii mitandao, nikupe ufahamu tu, hii ni mitandao ambayo tunafundishwa tu kwenye mawasiliano. Unaiambia tu AI ndani ya dakika moja, unaandika tu niandikie barua ya kuomba kazi. Inakuuliza unataka kuomba wapi, kazi gani? Unaandika tu. Ukishaambia unamwambia niandikie kwa Kiswahili au kwa Kiingereza. Una type tu pale, hata kwenye simu ipo. Mwache kwenda kwenye WhatsApp, Instagram na kuangalia mambo ya dunia. Kuna mambo ya maana kweli unaweza ukafanya, ukiyafuatisha hautakuwa mtu wa kawaida. Uache udaku na umbea kufuatilia fulani kaposti nini. Achana nayo mama. Sipana stahili kumpigia Bwana Yesu makofi? Hebu tumpigie basi Bwana Yesu. Unaiambia, unafungua tu kwenye internet, unaiambia niandikie barua. Ndani ya sekunde, haifiki hata dakika moja, inakuletea barua. Unaambia niandikie kwa Kiingereza, inabadilisha ndani ya sekunde, inakuletea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tuwe wajanja kama nyoka. Wasomi wanajua haya mambo, wala sio miujiza, wala sio ufunuo. Huu sio ufunuo. Mwambie jirani yako sio ufunuo. Zakayo akakutana na Yesu. Pesa alikuwa nazo na bado alikuwa ni wa zamani. He was outdated. Alikuwa wa zamani. Hakuwa na jambo jipya. Kwa hiyo kilicholeta jambo jipya kuzaliwa kwa Zakayo ilikuwa ni kukutana na Yesu na kupata wokovu. Haleluya. 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 Kwa hiyo Yesu alijifunua kama Mwokozi kwake. Wangapi wameokoka? Wangapi wameokoka? Yaani kamera, hebu angalia wangapi wameokoka. Inua mkono juu. Kamera angalia, weka rekodi. Aya, shusha. Yaani wewe umepata kitu ambacho Zakayo alikipata. Amina. 1, 2 sijui zilikuwa. Walinua kamera nimesikia amina 2. Lakini walinua watu wengi. Zakayo alikipata kitu ambacho nao umekipata. Alipokipata alitoa pesa na hakutaka pato la dhuluma. Lakini wewe umekipata hicho kitu, je, unang'ang'ania pesa, unabania, au uko tayari kutoa kwa ajili ya Bwana? Tuangalie, tuchunguze. Zakayo alipokipata hicho kitu kinaitwa wokovu, akasema sitadhulumu tena mtu. Angalia watu wanaosema wameokoka. Wanataka ziwe zao, wanataka zote ziwe za kwao, au wako tayari kutoa kwa ajili ya Bwana? Okay. Bwana anafanya jambo jipya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pesa haiwezi kukuingiza kwenye nyakati na majira mapya. Kimbie na somo kidogo tumalizie. Anasema, anazungumza nini? Kwa hiyo kwa mifano hii anasema hivi,
wote waliokutana na Yesu maisha yao yalibadilika. Wote waliokutana na Yesu jambo jipya lilizaliwa katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Wakorinto wa pili 5:17, Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amefanyaje? Amefanyaje? Ya kale tazama yamekuwa. Kwa hiyo unaiona hii madhabahu, nitoe mfano huu. Huku ndiko ndani ya Kristo, mfano tu, na nikishuka hapa ni nje ya Kristo. Mambo yote mapya, mabadiliko mapya yalitokea katika maisha ya wanadamu walipokutana na Kristo. Maandiko yanasema mtu akiwa ndani ya Kristo. Kwa hiyo nikasema hivi, Bwana tangu amesema anaandaa meza, wakati kipindi cha Zaburi kile tunasoma zaidi ya miaka 2000 iliyopita, ile meza imeandaliwa, iko wapi? Ndani ya Kristo. Haya mambo mapya aliyoyaandaa kwa ajili yako yako wapi? Ndani ya Kristo. Kwa hiyo wote waliokutana na Kristo walikutana na meza zao zilizoandaliwa kwa ajili yao ndani ya Kristo, sio nje ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema hivi, upya unaanza hapa. Bwana ameshakuandalia kila kitu, lakini vyote vilivyoandaliwa, mambo yote yaliyoandaliwa yako ndani ya nani? Ya Kristo. Sasa ili ukutane nayo unatakiwa uingie wapi? Ndani ya nani? Ya Kristo. Zakayo aliingia ndani, Petro aliingia ndani, Ibrahim alipomtii Bwana aliingia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Baba anataka uingie ndani ya Kristo na ubaki ndani. Na chochote unachokipata ndani ya Kristo, nisikilize kwa makini. Chochote unachokipata ndani ya Kristo, ukitoka nje ya Kristo kinarudi ndani, kinabaki ndani. Nikupe mfano huu ambao nipende kuutumia. Chochote wana wa dunia wanachokipata kwa waganga wa kienyeji, ili kifanye kazi lazima abaki ndani ya ufalme ule wa giza, ili kile kitu kiendelee kuwepo. Kama ni fedha aliipata kwa mganga wa kienyeji, lazima abaki humo ndani ya mganga wa kienyeji, ile fedha idumu, iendelee kukaa naye. Lakini akitoka akaacha masharti, na zile mali zinafanyaje? Zinaenda. Hata kama ni gari akimrithisha mtoto wake, yule mtoto ili ile mali aiendeleze, lazima naye aingie kwenye ufalme wa giza, kwa sababu ile mali imepatikana katika ufalme wa giza. Sasa rudi kwa Bwana. Unapoingia kwa Bwana, ile ulichokipokea ukiwa ndani ya Bwana, ili kidumu upya, lazima na wewe ubaki udumu ndani ya Kristo. Ukitoka, jambo jipya ambalo Bwana amelinena kwako, jambo jipya ambalo Bwana ameliahidi kwako, jambo jipya ambalo Bwana amekupa au alikupa, ukitoka ndani ya Kristo, ile jambo linabaki kule mpaka utakapokumbuka ni wapi ulipotubu. Ndipo utakapokumbuka ni wapi ulipotubu, ndipo utakaporudi ukakutane na ahadi ya Bwana ambayo alikuwa amekuandalia. Yesu. Makofi tena kwa Yesu. Kwa hiyo injili hii kwamba Bwana amefanya mambo yote kuwa mapya, nikwambie, kule ufalme wa Mungu, Bwana ameandaa mbingu mpya kwa kule ndani ya ufalme wake. Huwezi kukutana na hiyo mbingu mpaka uingie humo. Kuna nchi mpya ambayo tumeahidiwa, sio hii hapa. Sio hii ya nchi mpya iko wapi? Ndani ya ufalme wa Bwana. Ili tuweze kuingia kwenye hiyo mbingu mpya na nchi mpya, lazima tuingie wapi?
ndani. Kwa hiyo Bwana anasema hivi, liko jambo lako jipya Bwana ameliandaa, iko meza ameiandaa kule ndani, iko mle ndani. Injili, nikatoa mifano michache. Wote ambao Bwana alianzisha mambo mapya walikutana na Yesu, wakaingia ndani, maisha yao hayakuwa vile kama walivyo tena. Kwa hiyo injili ya mambo mapya, injili ya mambo mapya, injili ya mambo mapya ni injili ya toba, injili ya toba, injili ya toba, injili ya toba, injili ya... Hakuna injili ya gari mpya. Huwezi kupewa gari mpya afu ukawa mpya ndani ya Kristo. Never. Gari, kama nilivyosema mwanzo, gari haijawahi kumfanya mtu kuwa mpya, kujaa Roho Mtakatifu. Dhahabu haijawahi kumfanya mtu kujaa Roho Mtakatifu. Nyumba, gorofa, hakuna gorofa eti baada ya kumaliza nyumba ya gorofa 3 nikajaa Roho Mtakatifu. Hakuna huo ushuhuda kwenye Biblia. Baada ya kutii neno, baada ya kuokoka, baada ya kumtii Kristo, tambo jipya likazaliwa, likachipua ndani ya mtu. Kwa hiyo injili ya toba, Bwana anasema hivi, tubu dhambi. Haya ni majira mapya. Tubu dhambi. Bwana amekuandalia meza. Ile meza hakuna atakayekalia isipokuwa ni wewe. Hakuna atakayeikalia isipokuwa ni wewe. Imeandaliwa katika ulimwengu. Amekuandalia meza. Ila tubu dhambi. Meza iko inakusubiri. Imeshaandaliwa kwa ajili yako. Tubu dhambi. Yohana alikuja na habari ya injili kabla ya Kristo, alimtangulia Yesu. Akasema tubuni, kwa ufalme umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Tubu dhambi. Sio injili ya pokea magari ya kuleta uamsho. Watu hawakuwahi kuwa na uamsho kwa sababu walipokea hela katika ufalme wa Mungu. Watu walipokea uamsho kwa sababu walimpata Yesu, walimpokea Bwana, walikutana naye. Tubu dhambi. Acha dhambi. Wakati umekwisha. Mambo ambayo Bwana amekuandalia, anasema sikio halijawahi kusikia wala hayakuwahi kuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu amewaandalia wampendao. Unapoteza muda, unajichelewesha. Bwana amenituma nikwambie, tubu dhambi. Kuna karama ambazo bado hazijaonekana duniani, nakwambia. Kuna huduma ambazo bado hazijaonekana duniani. Bwana amekuandalia. Anasema vua utu wa kale, vaa utu mpya. Uko ndani ya Kristo. Kuna utu. Kwa hiyo mambo mapya yote yako ndani ya Kristo. Sio kwamba yanaanza, yalikuwepo, yapo tayari, yanakungoja wewe. Anasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Akasema Bwana akasema hivi, nitawapa. Bwana alipoanza kuzungumza mambo mapya kwenye Ezekieli, anasema nitawapa moyo mpya. Bwana alishakuandalia moyo mpya. Anasema nitawapa na roho mpya. Bwana alishakuandalia roho mpya. Kama hujaokoka, hiyo roho ulio nayo sio ya kwako. It's not you. Kama hujaacha dhambi, hiyo roho sio ya kwako. Maana Bwana amesema wote aliowaandalia mambo mapya amewapa roho mpya, kwa sababu roho mpya, moyo mpya utakuwa compatible na mambo mapya. Yaani anakupa moyo mpya, anakupa roho mpya ili uweze kuwa compatible, uweze kushirikiana na kuingiliana na mambo mapya aliyokuandalia. Kwa sababu amesema hawezi kuchukua kipande cha vazi jipya akaja akashonea kwenye vazi lako huku. Amesema hivyo. Hawezi kuchukua divai mpya akaimimina ndani ya chombo kiriba kikuu. Anasema akimimina divai mpya kwenye kiriba kikuu, kama kuna dhambi, kiriba kitapasuka. Akikupa upako, akikupa hiyo karama, akikupa hizo mali,
Achilie hizo pesa. Potea, angamia. Potea. Atoe moyo wa jiwe, akupe moyo mpya, kwa sababu kuna jambo lako jipya katika ulimwengu wa roho. Makofi kwa Yesu. Kwa hiyo huu ni wakati mpya. Wakati mpya huu ni wakati wa mambo mapya. Ni majira mapya. Ili uweze kukutana na majira mapya, anayechelewa ni wewe. Useme nasubiri kidogo. Nasubiri kidogo nioe. Meza ilishaandaliwa miaka 2000 iliyopita. Ni wewe tu. Ni wewe tu unasubiri sijui uone nini. Ni wewe tu. Acha dhambi, tubu dhambi, ingia kwenye sherehe. Ingia mezani kwenye karamu. Ingia, Bwana anakusubiri. Bwana anataka kutumie. Neno hili linarudi tena. Bwana anataka kutumie. Bwana anataka kutumie. Bwana anataka kutumie. Kuna kijana mmoja ana trendi kwenye mitandao sasa hivi. Ana injili yake ya tofauti sana. Sasa hivi anahojiwa na media nyingi tu. Anahojiwa na Miradi hayo, sijui na nani, ma television, ma station radio. Anahubiri tu injili ya mitaani. Bwana amempa kitu kipya, amekuja nacho. Hicho tu cha kuhubiri mitaani. Sasa hivi ameshakuwa na trendi sasa hivi. Wangapi wamemsikia? Anahubiri, anapiga na ile muziki ya ile nini ile inaitwa sijui nini ile. Singeli. Ana trendi sasa hivi. Na atafika mbali, na Bwana amuinue. Bwana umuinue mtoto wako na mtumishi wako. Bwana amekuandalia na wewe. Liko jambo kwa ajili yako. Amenituma nikwambie maneno haya ni amina na kweli. Na mimi nikiwemo, naamini juu ya ujumbe huu kwamba Bwana anasema na mimi pia. Tubu dhambi. Bwana akupe moyo mpya. Akupe roho mpya. Kwa sababu wenye moyo mpya, wenye roho mpya ndio watakaoingia mbingu mpya. Ndio watakaoingia nchi mpya. Kila kitu kinafanywa nini? Kipya. Ngoja nikupe mfano huu wa kwenye Biblia. Mungu alisema ataangamiza dunia wakati wa Nuhu, si ndio? Yaani Mungu aliiumba dunia ilikuwa mpya. Sawa? Aliiumba dunia mpya, mwanadamu mpya. Mwanadamu akawekwa kwenye bustani ya Edeni ambayo ilikuwa nini? Mpya. Mwanadamu akiwa mpya, akiwa kwenye dunia mpya, akadanganywa na nani? Na Shetani. Dhambi ikaingia ndani ya moyo wa mwanadamu. Dhambi ilipoingia kwa mwanadamu, dhambi ikaingia ulimwenguni. Kwa hiyo Mungu akafanyaje? Akamchukua mwanadamu yule ambaye alibaki mwanadamu mmoja ambaye anaitwa Nuhu na familia yake. Bwana akamchukua Nuhu akamweka ndani ya, ngoja nitoe mfano huu uelewe vizuri. Dunia ilikuwa mpya, mwanadamu alikuwa mpya. Akamweka kwenye bustani mpya. Mwanadamu akadanganywa na Shetani, dhambi ikaingia kwa mwanadamu. Ilipoingia ndani ya moyo wa mwanadamu, dhambi ikaingia kwenye dhahabu, dhambi ikaingia kwenye goldi, almasi, mimea na wanyama na kila kitu. Bwana akamchukua Nuhu. Alipomchukua Nuhu akamweka, akamtoa kwenye dunia, akamweka kwenye nini? Safina, ambayo tunasema safina yetu ni nani? Ni Yesu. Akamchukua Nuhu na familia yake akamweka kwenye nini? Safina. Alipomweka kwenye safina, akaichukua dunia. Nuhu akiwa kwenye safina na watoto wake wako kwenye safina, akaichukua dunia, akaitia, akailoweka. Yaani galika, nasema hivyo kwamba dunia ikafunikwa na maji yote, si ndio? Kwa hiyo Nuhu akiwa kwenye safina, kamweka pembeni namna hii, kamshikilia. Akaichukua dunia, akailoweka kwenye maji. Anatoa nini? Dhambi duniani. Akailoweka siku ngapi? Siku ngapi? 40. Ameiloweka kwenye nini? Kwenye maji. Wafuaji tunajua
unaloweka nguo, si ndio? Na sabuni ukitoa hapo, alipoitoa iko mpya, si ndio? Alipoitoa akamchukua Nuhu yule wa zamani, akamweka kwenye dunia mpya ambayo imetoka kufanyaje? Kulowekwa. Dhambi yote imeondoka na wenye dhambi na mahekalu yao yote yameondoka. Akamchukua Nuhu kwenye safina, akamweka kwenye dunia mpya. Maandiko yanasema hivi, kwa sababu Nuhu alikuwa ni yule wa dunia ile, kawekwa kwenye dunia mpya, dhambi ikaingia tena duniani kwa njia ya Nuhu, akalewa. Ilipoingia duniani, Bwana amekuja na mpango huu sasa. Amemtuma Yesu kupitia Yesu Kristo awatakase tena watakao amini. Akishawatakasa atawachukua watakatifu. Akishawatoa watakatifu atawaweka mahali, sijui ni paradiso, sijui ni wapi. Ataichukua dunia hii ya sasa, hata iloweka tena. Maandiko yanasema ataichukua, ataichoma moto kwenye ziwa, na haitarudi tena hii dunia. Atatengeneza, ataumba mbingu mpya, atamchukua yule mtu mpya aliyefanywa upya kwa damu ya Yesu, ndio sasa amweke kwenye nchi mpya ambako hakutakuwa na dhambi tena. Makofi kwa Yesu Kristo. Sasa kama unataka mambo mapya yatokao kwa Baba, akasema kila kitolewacho kilicho kamili, kila kitolewacho kilicho chema chatoka juu kwa Baba wa mianga, ambaye kwake hakuna kivuli cha kugeuka wala habadiliki. Ukitaka vitu vya namna hiyo, hivyo ni vitu vipya, vinatoka kwa yeye aketie kwenye kiti cha enzi kwa ajili yako. Wala haangalii kabila yako, jinsia, elimu yako, no. Haijalishi elimu wala jinsia. Alimchukua Petro mvuvi, akamtoa kwenye wavuvi kule, akaanzisha jambo jipya. Bwana anakwenda kuinua watu. Nikasema kuna jambo jipya Bwana analifanya. Sikia neno hili limekuja. Bwana anakwenda kuinua watu. Sijui itakuwa ni serikalini atawaweka, sijui ataweka kwenye makampuni, ataweka kwenye huduma, watakuwa waimbaji, watu wasio na majina. Kama kina Gideon, anaambiwa inuka wewe shujaa. Gideon anasema mimi ni shujaa, anajishangaa. Watu kama kina Yeremia, anasema mimi sitaweza maana mimi ni mtoto. Anamwambia hapana, usiseme wewe ni mtoto, utakwenda mbele ya ufalme. Watu wasio na majina, mpaka watasimama mahali fulani, watu watajiuliza huyu ni mtoto wa nani? Amesoma chuo gani? Katoka nchi gani? Watu watabaki wanashangaa. Nakwambia watashangaa. Anasema hivi, tazama. Kama unataka kuwa mtazamaji, unataka kuwa mtazamaji wa haya mambo, au unataka kuwa mhusika wa haya mambo, watu wakutazame Bwana akitenda. Unataka utazame watu yakiwatokea wengine, au unataka ya kutokee wewe, watu wakae wakitazama kwamba ni wewe? Watazamaji wainue, wanataka kuwa wapenzi watazamaji wainue mikono juu, wa mambo mapya ambayo Bwana anataka kuyafanya. Wanaotaka kuwa wapenzi wahusika, watu wengine wawatazame wao, wainue mikono juu. Kweli? Tubu dhambi, acha dhambi. Wakati wa kutembea na dhambi umepita. Amen. Uko tayari Bwana akupe? Utatunza utatunza Bwana atakachokupa. Utakuwa mwaminifu kwa Bwana, hautamwacha Bwana, hautaacha kumwabudu, kumtumikia. Kweli? Hautaruhusu shetani atawale tena maisha yako. Bwana atakupa, Bwana atakupa, Bwana atakupa. Hana upendeleo. Uko tayari? Lakini hawezi kuweka divai mpya ndani ya kiriba kikuukuu kilichochakaa. Hawezi kuweka kiraka kipya ndani ya kanzu ya zamani, ndani ya nguo, juu ya nguo ya zamani. Kwa hiyo cha kwanza lazima tumwambie Bwana, tuite damu ya Yesu itutakase. Amen. Funika macho, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu,
Nimesikia, nimeamini, nimeelewa kwamba leo umesema nami kwamba mbingu ina jambo langu, imeniandalia kwa ajili yangu. Niko tayari kupokea, niko tayari kuunganishwa na hatima yangu iliyoko ndani ya Kristo katika jina la Yesu. Ila nimeelewa kwamba ili niunganishwe lazima nitubu, lazima nitakaswe kwa damu ya Yesu. Ninaomba damu ya Yesu sasa nitakase roho yangu, nafsi yangu, mwili wangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, naomba unitakase, naomba unisafishe leo hii, nifanye kuwa kiumbe kipya, maana neno lako linasema imekuwa mtu akiwa ndani yako amekuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamepita. Nimechoshwa na mambo ya kale, nataka mambo mapya. Nikitoka madhabahuni, nikitoka madhabahu hii, nikitoka kwenye madhabahu hii, mimi ni mpya, neema mpya, akili mpya, mawazo mapya, baraka mpya, mwenendo mpya, maneno mapya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yesu, nitakase, nisaidie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo.